Mtazamaji, karibu tuangalie mfumo wa kuandaa matokeo kwa shule za msingi lakini kwa ngazi ya kata. Mfumo wetu ni hapa. Huu mfumo ni wa online ambapo utapewa linki na utaanza kutumia mfumo. Utakuwa unatumia kwenye simu au kompyuta yako utakavyohitaji mwenyewe, kishikwambi whatever. Ukishafika hapa kwenye login, unaweza kaingia kama mkuu wa shule fulani au unaingia kama mratibu. Mratibu ndio admin wa mfumo, kwa maana ya yeye ndio anayesimamia kazi zote za kwenye mfumo. Kitu cha kwanza hapa, ngoja niingie kama admin. Nitaingiza password yangu, ni hapo username hiyo na password ambayo nayo hapo nitaingiza. Tuma okay. Mfumo utahakiki. Hii ndio dashboard ya mfumo, muonekano awali ambapo ukiingia kwenye mfumo utaona hivyo. Ukiwa kama kiongozi wa kata, uone imeandikwa kata admin, shule kata nzima. Kwa hiyo kuna hizi menu za pembeni ambazo sasa tutatumia kwenye kufanya vitu tofauti tofauti kwenye mfumo. Kitu cha kwanza, menu ya kwanza dashboard, ushai click hiyo. Menu ya pili ni usajili wa kata. Ukiklik usajili wa kata hapa, utaletwa kwenye uwanja huu ambapo ndani yake kuna hizi menu tofauti tofauti hizi. Hizi menu ni kwa ajili ya kufanya vitu tofauti tofauti kama mratibu. Wakati naandaa mfumo hapo, unapoingia kama mratibu lazima usajili walimu, usajili walimu wakuu. Kwenye hii menu ya walimu utasajili fomu yake, ndio hii hapa. Mfano ndio msajili mwalimu Ali. Username yake hapa ni hiyo Ali. Password yake tunampa 1 2 3 4 labda. Huyu ni mkuu wa shule gani? Shule hizi hapa zote. Hapo utasema Miombo. Okay. Okay, mfumo utakwambia inahifadhi. Hapo unaambiwa mwalimu mpya amesajiliwa. Utasema okay. Ni huyu ameongezeka, umeona? Maana yake sasa mwalimu ushampewa kwenye shule yake na jina lake na username ambao ataingilia kwenye mfumo. Hii menu ya shule alikadhalika utasajili shule tofauti tofauti kulingana na kata yako na shule ngapi. Kama umekosea kidogo, kwa mfano fani labda na I mwisho, utakliki button ya edit, utasema utaweka hivyo, utahifadhi tena. Inachakata, baada hapo itakuletea ujumbe kwamba tayari imefanikiwa. Utaklik maana imekuletea tayari. Kwa utasajili na madarasa. Kwa darasa kwanza, la pili, la tatu mpaka la 7, hata kuanzia awali. Kama darasa ulitaki utakliki hapa, utafuta. Au kama unataka kuedit fulani utakliki hapa, uta edit hapa. Baada hapo kuna masomo, utaweka masomo ambayo yanahusika na mtihani huo, kwa sababu maana yake unaandaa mtihani. Utaweka masomo yanahusika na mtihani huo, utaandika yote. Baada hapo kuna mtihani wenyewe. Mtihani maana yake tunasajili mtihani, jina la mtihani. Hapa tujasajili mtihani. Tusajili moja, sema mtihani wa Labomoko kata. Utachagua darasa ngapi unahusika nao, labda darasa 7. Alama tumia ngapi? Watumia 25, 50 au 100? Utatumia 50. Utasema okay. Utahifadhi. Maana yake mfumo unahifadhi huo mtihani. Okay hapo, basi mtendo huo utakuja utatokea hapo. Basi tunakuja kwenye upande wa nini? Wa madaraja. Kuna daraja A mpaka E. Utapanga kwa alama 50, utapanga madaraja kwa alama 100, utapanga madaraja kwa alama 25. Baada kimeweza kupanga mpaka utahifadhi. Basi baada ya kufanya hivyo utaona mtihani tayari ushajitokeza huu. Sasa huu mtihani, ili uanze kufanya kazi, walimu waanze kuingiza alama, lazima mratibu wewe uweke active hapa. Sasa hivi ipo inactive, maana yake umefungwa, upo faint. Utaklik hapo, nakwambia tunabadilisha hali ya mtihani. Sema okay, unaona mtihani sasa ni active. Utaona imebadilika kwa active. Sasa hapa walimu wanaanza kaingia wakafanya kuingiza alama. Chakata matokeo ni batani ambayo inahusiana na kuchambua au kuanza kutengeneza mkeka wa matokeo wa kata. Click atakwambia anza kuchakata matokeo, mfumo unahesabu hiyo. Ukisema ndio chakata, sasa itachakata. Kwa kuwa tuna alama hatuwezi kufanya hivyo. Hapo upande wa ripoti, utakuja kwenye ripoti na kuchagua mtihani gani ule tuliosajili. Umeona hapo, utakliki je, wa shule gani, matokeo nataka shule gani, shule moja au nataka kata nzima. Utaklik kata nzima, baada hapo utazalisha.
tayarisha jedwali hiyo, anakuambia hakuna data kwa sababu hatuna mtihani, nani hakuna alama. Hapa ndio sema kwa ajili ya kuchapisha au kuprint. Kama ni kwa ulala au kwa wima utachagua, baada hapo itakuwa okay. Umeona hamna data yoyote hapa. Haya basi tunakuja kwenye mpangilio hapo utaandika jina la mkoa, wilaya na nikata. Hapa nisema kupandisha logo, kwa mfano utaklik hapa, labda nataka logo logo hapa na logo yangu nimeweka huko. Utaziweka mfano ba hiyo, utaklik hapa, utakuja itaingia, save. Basi hapa sehemu ya password, hizi ni sehemu ambayo ikitokea kusahau password, utaweka password ya sasa, utakubadilisha hapa password, utaweka mpya, baada hapo utasasisha hapa au save password. Hapa kwa upande wa maoni inbox, maoni, huu mfumo unaruhusu pia kuweka package mbalimbali za mitihani. Kama mratibu unaweza kuchukua mtihani fulani ukaipake ukaiweka. Kwa mfano hapa ni sehemu ya maoni, unaweza kuandika maagizo fulani kwa walimu kule, wakiingia kwenye mfumo wao wataona. Ukiklik hapo utaambiwa faili, utachagua faili, labda nitakaniweke package ya mtihani fulani. Okay, utasema pakia. Mfumo utahifadhi hii package. Unazunguka hapo, baada hapo unaweka hiyo package miongoni mwa nini, mwa hizo nini. Kwa hiyo nasubiri kwa sababu ni labda hiyo ni kubwa sana. Faili imepakiwa kwenye maktaba. Umeona hii hapa. Maana sasa walimu wakiingia hapa wanaweza kufanya nini? Kuona hii package, wakaifungua, wakaiprint. Hapa ni log out, tutaklik hapa, tutatoka nje. Sasa ngoja niingie kama mwalimu mkuu mmoja. Mwalimu mkuu hapa. Na password yake hiyo. Utaingia. Tuende moja kwa moja kwenye maoni tuone, je, maoni yanaonekana? Utaklik hapa. Umeona? Ile package yetu hii hapa. Ukiklik hiyo, mfumo utakufungulia. Umeona? Ishafungua hii hapa ambayo imetumwa na yule mratibu kule. Kwa sasa kutoka hapo unaweza ukaiprint au ukaisave kwenye simu yako, wote utakavyohitaji. Kwa mfumo unaruhusu. Pia unaweza kutoa maoni hapa. Umeona, habari ndugu walimu, hapo ukajibu. Labda tumepokea kiongozi. Utasema okay hapo. Maana ili jibu lako litenda wapi? Litaenda kwa mratibu kule. Akiingia yeye ataliona kama tumepokea kiongozi. Mratibu akiingia yeye kwenye mfumo kwa wakati wake ataona maoni yale ambayo umejibu wewe mwalimu huko shuleni kwako. Kwa hiyo ni mfumo ambao sio lazima mpaka mkutane huko. Umeona, pia kwenye maoni hapa yakipakiwa utaona hapa. Umeona, tumepokea kiongozi. Kwa hiyo ameshajibu na mkuu kaona huko, na anaweza kumjibu tena, akaandika tena hapa, akatuma hivyo. Kwa hiyo kwa upande wa mratibu iko namna hiyo. Kwa mfumo huu upo unafanya kazi, na nitaendelea kuleta video nyingine ambazo zitaendelea kuonesha namna gani tunachakata ukiingia kama mwalimu mkuu. Sasa tunakuaje, unasajili walimu wako, mwalimu akiingia darasa anaingizaje alama na vitu vingine kama hivyo. Asante sana, tusubiri video ijayo, tutaendelea nayo katika kuelezea kuhusu mfumo huu. Karibu sana ujipatie mfumo huu kwetu. Okay, sasa tuendelee na sehemu ya pili ya mfumo wetu wa matokeo kwa ngazi ya kata. Sasa tuingie kama mwalimu mkuu. Sasa hizi tuone majukumu yake, anafanya nini kwenye mfumo, anafanya kitu gani. Tutaingia kama mwalimu mkuu hapa. Nimemsajili mwalimu mkuu mmoja nikiwa kama admin kule, ambaye ndiye huyu mwalimu mkuu wa shule fulani, zile ambazo nimesajili kule kama ulivyoona kwenye sehemu ya kwanza ya video. Itahakiki, utaingia ndani. Ukishaingia kama mwalimu mkuu, itaandika kwanza hapa ni school admin. Wewe ndio mwalimu mkuu wa shule husika, na shule yako itajulikana hapa, inaitwa Dodoma. Jina mwalimu mwenyewe ni huyu, anaitwa Paul Arthur. Kwa kuna menu ya pembeni kama kawaida, huko kuna dashboard, kuna sajili wanafunzi, kuna walimu, kuna ingiza alama, kuna ripoti, kuna mpangilio pamoja na nini, maoni, na mwisho kabisa na kaja ku log out. Sasa tukianza na hii menu ya
dashboard unaona kuna utasali upo hapa, kuna wanafunzi 19 waliofaulu hakuna, waliofeli hakuna, kwa sababu bado hajaanza kufanya mchakato wa matokeo. Lakini pia mtihani active ambao kwa sasa upo ni mtihani wa mwaka kata, ambao unakumbuka kule kwenye video ya kwanza mratibu aliusajili mtihani na baada ya hapo akaweka uwe active. Waliusaini kama darasa ngapi? Wa darasa 7. Ndio maana darasa 7 ndio linahusika na mtihani, ndio maana darasa la mtihani darasa 7. Ukija kwenye upande wa usajili wanafunzi, hapa ni sehemu ambayo unaweza kusajili wanafunzi wako. Wewe mwalimu mkuu kazi unaweza kaifanya. Mwalimu wa darasa pia anaweza kaifanya. Mwalimu mkuu unaweza kufanya kwa madarasa yote. Kwa hiyo utakuja hapa, utaandika prem number mwanafunzi, examination number, utaleta jina la mwanafunzi, utaandika hapo nani jina lake. Kwa mfano labda prem number tuseme hivi vya kubuni tu. Nani kwa upande wa examination number au utasema PS nini, utaweka namba zako hapo, jina kamili, labda naitwa Mkude, tuweke herufi kubwa Mkude, huyu ni mvulana darasa ngapi, tumeongeza tu darasa 7 hapa, utasave. Tena mfano nani hapa anasema inahifadhi tena mwanafunzi amesajiliwa na huko chini unaona ameongezeka bwana. Ikitokea nataka kuedit kitu, kwa mfano mbona nimekosea herufi ndogo hapa nini, utaklik hapo kwenye edit, ina itajazwa kwa taarifa. Utasema badilishe niweke herufi kubwa. Yes, utaweka hivyo. Baada hapo uta update. Kwa mabadiliko yatafanyika kutokana na mtoto ambao umeedit. Ukija hapa utaona mabadiliko haya yamefanyika. Jina la mtoto ni huyo, ni wa kiume. Sasa kama unaweza kusajili pia wanafunzi wa kutumia kupandisha Excel, una kiki hapa kwa ajili ya kupakua. Umeona imeshaipakua hii hapa, itakuleta huko, utajaza prem number, index number, examination number, PS na nini. Ukimaliza hapo basi ukijaza vizuri utakuja kwenye sehemu ya pakia, utachoose file, utalitafuta file lako liko wapi hilo, utachagua, sasa uta open. Baada hapo unapakia, inaingia. Hapa ni sehemu ya kupakua PDF ya wanafunzi wa usajili. Ukiklik hapo utaona ndio tupakue hii. Unaona usajili wetu wa wanafunzi huu hapa. Unavyoona nimechapa leo tarehe ngapi kupitia mfumo. Kwa wanafunzi wa usajili ni hawa ambao unaweza kuprint ukatoa hard copy ukawa na wanafunzi wako. Inaweza kwa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania, ofisi ya Rais, hivyo kwa kichobaki hajaeleza vizuri, halmashauri hiyo inaweza kila kitu. Huo ni usajili wa wanafunzi. Lakini pia unaweza ukafuta wanafunzi wote. Utakuuliza kufuta, andika neno futa. Ukikubali kufuta, ukiandika neno futa kwa herufi kubwa, okay, basi wanafunzi wote watafutika darasa hilo. Hiyo ndio namna ya kusajili. Unaweza kusajili kwa offline, kwa maana unaweka template hiyo unajaza, then unapandisha, au kutumia fomu unajaza hapo mmoja mmoja anaingia. Mwalimu mkuu pia una jukumu la kusajili walimu. Ukiklik hapo itakuleta sehemu hii. Hii sehemu ndio sehemu ambayo walimu wanasajiliwa. Unaona kuna walimu wengi wamesajiliwa hapa na madarasa yao. Huyo mwalimu alishafanya hiyo kazi. Unaandika jina la mwalimu, username, nini atumie, password atumie nini. Hapa ndio orodha ya madarasa ambayo anafundisha. Sawa? Au ndio mwalimu wa darasa hayo. Baada hapo utahifadhi. Mwalimu atatokea kwenye orodha hii. Basi ikitokea nataka kuedit kitu, vile vile utaklik hapo. Utasema hali ya edit, tayari imeshajazwa huko, utabadilisha. Hapa ni kwa ajili ya kufuta. Ukiklik itakwambia unafuta mtumishi. Je, unahakika kitendo hiki hakiwezi kurudishwa, maana kipotea amepotea, sio? Haya. Ingiza alama. Mkuu pia unaweza kaingiza alama. Hapa mama amekaa darasa 7 pekee kwa sababu ndio mtihani uko active huu hapa. Kungekuwa na mtihani mingine maana yake na madarasa mengine yangetokea hapo. Lakini pia kuna ripoti mbalimbali. Ripoti hapa ni kwa ajili ya kuona matokeo. Kuna mpangilio hapa kwa ajili ya kubadilisha username, kwa ajili ya kubadilisha password
kama ulioandikiwa wewe 1 2 3 4 5 sijui ni uipendi, utaweka sasa kama vile ambavyo tumeelezea kwenye video iliyopita. Hapa pia kwa ajili ya kutoa maoni. Hii ni kwa mwalimu mkuu na walimu wengine wote iko hivyo. Utatoa maoni yako, utapokea hiyo kama ndo ametuma maelekezo kiongozi au ametuma package ya mitihani, basi mtaitoa hapo, mtaenda mtaprint. Kwa mfano kama hii tukisema ripoti hapo, utaona itafunguka hapa. Maana mkuu alituma, yani kwa maana kiongozi wa kata alituma. Hii hapa unaweza kaenda print kama kawaida, basi mnatoa mnafanya mitihani. Kwa hiyo sio lazima mpaka mtumiane kwenye simu kupitia mfumo, unaweza kurudishana mawazo mkaongea kupitia tu mfumo huu. Basi mwalimu mkuu, jukumu lako limeizikia hapo. Unaweza kwa log out. Sasa niingie kama mwalimu wa kawaida wa darasa la 7. Anaitwa mwalimu Komba. Unaingiza password zake pale. Click hapo. Mfumo utamruhusu waingie mwalimu. Sasa unaingia mwalimu kama mwalimu wa darasa. Kuna wanafunzi 19. Na sasa hivi wanafunzi 20 ndio msajili na yule mmoja ambaye nani? Tumsajili kwa mmoja huyo. Wanafunzi 20. Ndio darasa 7. Maana kwa ukisajili darasa 7 huwezi kubadilisha hapa. Hata kama ukisajili wanafunzi, maana yake itakuwa hapo huwezi kubadilisha kwa sababu umeingia kama mwalimu wa darasa 7. Mwalimu mkuu aliingia, alikuwa na uwezo kusajili darasa lote kwa sababu yeye ni mwalimu mkuu. Na mfumo unamtambua ni mwalimu mkuu. Kwa hiyo utasajili namna hiyo. Ingiza alama. Twende kwenye kuingiza alama hapa. Vile vile utatumia njia ile ya kuandika moja moja hivi. Umeona roza imeshakuja. Yanafunzwa kwa darasa hiyo la 7. Sasa njia moja moja pia inawezekana. Chagua mtihani hapo, then unafungua fomu hii ambayo sasa ni hii ambayo sasa tutajaza mtihani yetu. Unaweza kutumia njia kupakia, kama mimi nimeandaa sehemu hapa matokeo yangu. Nitachukua hapo, nitaklik hapo, nitakuja kwenye nani nimeandika matokeo kata hapa. Ukiweka hapo, baada hapo unapakia. Kwa mfumo utapakia. Utaingiza hizo alama kwa pamoja. Zile ambazo umejaza nje, mfumo utapakia, zote zitakuja zitaingia hapo. Unaona wanafunzi 19 zimehifadhiwa. Niliandaa wanafunzi 19 pekee. Unaona? Kwa hiyo baada ya hapo utakuja kwenye upande wa ripoti. Unaweza click hapo, mtihani gani huo? Shule ndio hiyo. Utazalisha ripoti. Na kuna data inalingana kwa sababu mkuu kwa baada hajachakata mratibu. Kwa ukishatuma pale, maana yake tayari unaweza kuingiza alama hapo. Utasubmit, yenyewe itaenda itahifadhi kwa maana ya tayari hizo alama zimeshaenda kwa nani? Kwa boss, kwa maana mratibu. Basi kwa leo niishie tu hapa video hii. Maana alama zetu hizo hapo zishakaa. Na mratibu akiingia yeye kule kwenye nani, akishatumiwa kwa jina la mratibu, akishaingia mratibu pale anaweza akachakata matokeo. Akachakata matokeo chap, matokeo yakaonekana. Akija kwenye chakata hapa, akipiki ataambia chakata sasa. Anakwambia subiri. Matokeo yameshachakatwa. Ukija hapo sasa tuendelee na sehemu ya 3, sehemu ya 3 ya mfumo, ambapo sasa twende tukachakate matokeo tuone yanakuaje. Tuingie kama mwalimu wa darasa. Huyu mwalimu Komba ni mwalimu wa darasa 7 aliyesajiliwa na mwalimu wake mkuu wa shule ya Dodoma. Anaingia kwenye mfumo hiyo. Anakuta na dashboard hiyo. Hii ni inaweza kai features zilizomenyo kwa kurudisha click. Dashboard yake inaangalia mfumo uko namna hiyo, na wanafunzi 20 walofaulu wao, walofeli yao, kwa sababu tulisha chakata. Haya, namna kuna nini, ndio kama nilivyosema mwanzo, na sajili wanafunzi kwa njia moja moja au kwa njia ya kupakia Excel, kuingiza alama kadhalika. Vile vile unaweza kupakia Excel. Kwa mfano unachagua mtihani gani, mtihani huo
Kama hii fomu itakuwa ifunguka, utaklik hapa ili fomu ifunguke. Haya, kuna zile futa alama zote kwa pamoja. Sasa ndio tutumia hapa ili tuje kupakia tena Excel uone. Kuna kupakua PDF kwa ajili ya hii ulio tupakue uone PDF yetu hii hapa, ambapo sasa na wanafunzi na alama zao, lakini kumbuka bado hazijachakatwa kwanza ndani ya mwisho nani. Hii ni PDF tu na alama zao za wanafunzi zilizojaziwa, basi unaweza kuziprint kwa kuhifadhi au kwa matumizi mengine ambayo huo unaona nafaa kwa wakati huo. Sasa futa wanafunzi, ukiklik hapa atakwambia uandike neno futa. Futa hizo alama hizo. Unaandika neno futa kwa hiyo. Futa na click hapo. Mfumo utafuta hizo alama zote ambazo wanafunzi wamezijaza hizo. Mwambie jumla ya rekodi 16 zimeondolewa kwenye mtihani wa mwaka hizo. Basi manake hizo sasa hivi hazipo. Ukitafuta mtihani huo tena ukavuta hivyo wanafunzi, itakuletea 0 kwa maana tumeshafuta hizo alama zote. Sasa twende tupakie Excel. Mimi niliandaa Excel yangu na matokeo, inaitwa matokeo kata. Naipandisha kwa kugusa neno pakia. Hii Excel sijaitengeneza mimi, imetengenezwa na mfumo kwa kupakua hapa. Inapakua. Alama zimeshawekwa. Haya. Hapo unaona kama bado kuna 0. Fungua form ndio utajua ikoje. Kwa hiyo utachagua mtihani kwanza, huu hapo. Ufungua form. Kwa utachakata hapo. Umeona zimeshaletwa hizo alama ambazo zimejazwa zote. Basi ukija kwenye upande wa ripoti, utaklik hapo, utakuja utachagua mtihani. Ni huo hapo. Shule tarisha kwa imejulikana. Utazalisha mkeka. Utazalisha mkeka, unaweza kaja hapo kaangalia matokeo. Hapo mkeka huo hapo. Unaweza ukaja kuangalia tathmini hiyo yote hiyo, na unaweza kuichapisha kwa nchi ya ulalo au wima. Unaweza kusema nataka iwe katika ulalo au wima. Katika iwe wima ni nzuri, kwenye ripoti weke wima. Umeona hii hapo. Kija upande wa mpangilio vile nafikiri tulizozungumza, na upande wa maoni tulizozungumza. Unaweza ukaandika oni lako hapo, ukatuma, ukasema sawa, ukatuma. Mfumo utaweka oni lako hilo, basi unaambia safi, ujumbe umetumwa. Ujumbe wako uliotumwa ni huu hapa. Lakini pia unaweza kufuta ujumbe ukisema ndio ujumbe unafutika. Haya. Hapo tunasema ku log out. Ni rahisi hivyo. Kwa hiyo wewe kama mdau wa elimu unaandaa mitihani ya kata, ni mfumo unakufaa. Ni rahisi zaidi kupata, ni rahisi pia kutumia, ni rahisi kuandaa matokeo haya ya kata ndani ya muda mfupi. Lakini pia unakuwa nyumbani kwako, unatumia tu link ya walimu kule, wanajaza, unafuatilia tu huko na unaona. Umeona button ya chakata matokeo ipo kwa sababu nimeingia kama teacher, sio admin. Kwa hiyo unaweza kufanya kazi na watu tofauti sehemu mbalimbali ukiwa tuna mfumo huu. Kama mtu anafanya kwake, mwalimu anajaza alama zake, mwalimu anajaza alama zake kulingana na mtihani uliopo.
Basi kwa hiyo karibu ujipatie mfumo huu bora wa matokeo, utakusaidia kwenye kazi zako. Lakini pia tunapokea simu za watu tofauti tofauti, wanatoa maoni yao kuhusu kazi zetu. Lakini pia tunapokea oda, kwa toka na oda yako, mfumo tunaohitaji kusaidia kwenye kazi zako, hiyo biashara, hiyo vikoba, hiyo mikopo, hiyo matokeo, hiyo maandalio, hiyo yote, mfumo wote kwa tunatengeneza. Tunapokea oda, unatupa maelekezo unayohitaji, tunakubaliana, tunakutengenezea mfumo huu. Mfumo ni mzuri kwa sababu hata kama haupo katika biashara yako, haupo katika eneo husika, lakini unaweza kufuatilia nini kinachoendelea. Kama vile ambavyo mnaona huyu mratibu yuko nyumbani kwake, lakini walimu wanaingia huku wanajaza alama. Ili mratibu akiingia anaona okay, alama zinaendelea kujazwa. Na kimaliza hapo basi mratibu akiswitch off ule mtihani, akiweka inactive, basi hamna tena kuingiza alama, inakuwa ndio imeishia hapo na mtihani unahifadhiwa. Hata miaka mbele ukihitaji kupata taarifa za mtihani huu unazipata. Kwa hiyo karibuni sana ndugu zangu, tujipatie mfumo huu. Mawasiliano yetu ni 0718 149398 au 0658 666 184, lakini pia 0658 00 2123. Karibuni tujipatie mfumo huu kwetu, ambapo utakusaidia sana kwenye kazi zako za usimamizi wa mitihani mbalimbali. Asanteni.